tunajifunza stress. Stress imesumbua watu wengi sana ulimwenguni. Tuliongea juzi, nafikiria iko lesson ilikuwa inasema 400 million, ilikuwa 400 million. Iko lesson ilikuja karibu sikumbuki moja ya kwanza. Ilikuwa inaongea juu ya watu wako na stress ulimwengu mzima. Sasa kitu ya kwanza nitaanzia stress ni nini? Stress ni msongo wa nini? Wa mawazo. Saa zingine huu msongo wa mawazo umetusumbua sana kwa kanisa ama kila mahali. Mtu unakuta nikienda kumalizia unakuta majority wanakuwa na stress mpaka wanakuwa wazimu. Wanakuwa na stress mpaka wanaenda kuwa na magonjwa mbalimbali. Sasa introduction yangu nitaongea juu ya stress kwanza. Stress ni nini? Stress ni msongo wa mawazo. Ni wangapi nani anaelewa juu ya msongo kwanza? Niwacha niulize numbers. Hii ni bwana. Msongo ni nini hasa? Mtu anaweza kunisaidia kidogo msongo. Ongea tu bwana. Naona ongea. Unachanganyikiwa na mawazo. Uko na vitu mingi na kusumbua. Uko na labda mtoto wako kwa shule anakusumbua. Unatafuta pesa haupati. Hata kama labda unaweza kuwa ni mgonjwa, unajaribu kutafuta matibabu haupati. Sasa akili yako inachanganyikiwa. Kuna vitu mbili tunajua kwa stress. Kitu moja inaitwa stress na nyingine inaitwa fatigue. Fatigue ni kama kuchoka. Ukifanya kazi mingi unakuwa na fatigue, unakuwa fatigued. Yaani ukifanya kazi mingi mwili inasikia imefanya nini? Imechoka. Lakini hiyo sio stress. Hiyo sinakaribiana kufanana lakini sio stress. Kuna kitu kingine tunaita anxiety. Anxiety ni wakati uko na stress lakini naye inakaa kama stress lakini hazifanyi nini? Hazifanani. Kwa hiyo stress aswa kabisa ni kufikiria, uko na mambo nyingi ya kufikiria, umefikiria mpaka umefika sasa kiwango ya umeshinda hata kujicontrol. Nitaongea kitu moja ya kuonyesha stress, symptoms za stress. Utajuaje uko na stress? Utajuaje uko na stress? Nitaongea haraka kwa vile muda wangu ni kidogo. Utajua uko na stress namna gani? Nani anaweza kunipatia kitu moja inaweza onyesha mtu huyu wako na stress? Anachiongelesha akitembea. Mtu anatembea mpaka anaamini, anaongea mpaka anasimama. Wengine hata ukimsalimia, mwingine kutolala vizuri. Wengine kusahau. Mtu anasahau hata akitembea anaweka chumvi kwa mara 3 kwa nini? Kwa nini? Kwa mboga. Ama sukari saa zingine anasahau analeta chai kwa meza bila sukari. Ingine kukosa appetite. Saa zingine unaweza kosa appetite wakati uko na stress. Ingine kukula kupita kiasi. Mtu anakula mpaka hata saa zingine akumbuki kama alikuwa anafanya nini? Anakula. Si ndio? Ingine mtu anakuwa emotional, ndio. Anakuwa short tempered. Yaani ni mtu wako kasirika haraka tu. Nikasirika. Si ndio? Ukijaribu kumwambia usimama tu, anakasirika. Sasa anaona ni kama unamfanya nini? Unamkosea. Ingine kuchoka mtu anakuwa ni kama ajisikii, yani ni mvivu, hapo mvivu. Kitu kingine kukasirika, hiyo ndio nimesema, walikuwa wamesema short tempered, anakasirika haraka. Si ndio? Amepunguza mambo ya kuongea, si ndio? Ingine wacha niwasomea haraka. Kitu kimoja ingine funny ni headache. Ukianza kusikia uko na headache ambayo hata haina nini? Haina mpangilio. Si ndio? Kidogo tu unaanza kusikia uko na nini? Kichwa inakuuma. Si ndio? Hiyo ni symptoms za nini? Za stress. Ingine ukiwa umelala usingizi unalala ikifika saa 9 imefanya nini? Imeisha. Si ndio? Unakuwa na sleepless night.
Ikifika saa 9 usingizi umefanya nini? Imepotea. Ingine, difficulty in concentration. Hiyo ndio walisema, yani unasahau ovyo ovyo, unasahau haraka. Ingine unakuta, hebu niwaulize, mnakumbuka kwa nini watu walikuwa na ukimwi walikuwa wanakufa hapo mbeleni kuliko siku hizi? Unajua ni kwa nini? Ni stress. Mtu anakuwa na stress mpaka tumbo inafanya nini? Inaharibika. Yaani hapo na tumbo indigestion problem. Yaani yeye chakula hata akikula haikai kwa nini? Kwa tumbo. Haikai kabisa. Hapo na stress. Hiyo ni symptoms ya nini? Ya stress. Ingine ukiwa kwa kazi, mnafanya na watu kwa kazi, uone wanapata tu accidents kila mahali. Tunaita low morale, si ndio? Hiyo ni symptoms of stress. Hapo na shida kwa kazi. Ingine very tricky. Ni muscles zinafanya nini? Zinashika. Unasikia saa zingine mkono, hii muscle imenishika hapa, imetokea wapi? Unaanza kusikia muscle zingine hata asijulikani mahali zinatoka. Hiyo ni ingine ya symptom ya stress. Ingine ni withdraw. Unakuta mtu anafanya nini? Hata akifanya kazi tu kidogo, kazi hata haina faida kwangu. Anafanya nini? Ana withdraw tu kwa kazi, hata amalizi kazi yake. Mtu unakuta ametoka nje, ameacha panga hapa, ameacha jembe pale, ameacha sahani huko kwa nini, kwa sink. Yaani anaanza kazi, akianza anaona hii kazi hata itoshi, ana withdraw, anaenda kazi nyingine, withdraw. Hata mambo yake ukiona, hiyo ni symptoms ya nini? Ya stress. Sasa ya ndani kabisa nataka niwaambie. Zingine kama ukiangalia mwingine hivi unaona macho yake inakaa ni kama ako na usingizi ama namna gani. Inaitwa sleepy eyes. Si ndio? Hiyo ni stress, symptom ya stress. Unakuta wengine wanaumwa na miguu. Tunasema kwa Kizungu legs and feet cramping, ina cramp huko chini. Unakuta hata saa zingine watu wanasumbuka sana, miguu inawasumbua. Hiyo ni symptom ya stress. Ingine inaingia ndani sasa, hiyo stress inaingia ringing ears. Masikio unasikia inapiga kelele, inalia. Saa zingine mimi juzi nimeona my father alikuwa na shida mpaka akafikia yeye anasikia kama watu wanalia. Anaambia hebu nyamaza kidogo. Watu wanalia kweli. Watu wanalia. Ukijaribu kusikiza amsikii watu wakifanya nini? Wanalia. Hiyo ni stress sasa inaendelea kupanda. Wewe ukisikia masikio imeanza kupiga makelele, saa zingine unasikia ni kama muziki. Hiyo ni symptom ya stress. Ingine unakuta unaanza kuwa na breathing problems. Kupumua. Ukianza kuwa na shida ya kupumua ni symptoms ya nini? Ya stress. Ukisikia mikono inaanza kusikia baridi na miguu, hiyo ni nini? Symptoms of stress. Under the feet feeling cold, hiyo ni symptom ya nini? Ya stress. Na ni nyingi kabisa. Sijui kama iko ingine nimesahau. Champres iko mmoja anaweza kumbuka yenye nimesahau hapo. Okay. Sasa ukianza kusikia hizi symptoms, jua stress yako imeanza kufanya nini? Kupanda. Imeanza kupanda. Stress, kwanza kitu nilisahau kusema, stress sio kitu kibaya. Saa zingine unatakiwa kuwa na stress ya kukufanya ustuke, ufanye kitu gani? Kitu kingine. Sasa wacha nirudi, kwa nini watu wanapata stress? Kwa nini watu wanapata stress lakini? Nini? Nimeona ni kama ulikuwa unajua mkono. Kwa nini tunakuwa na stress lakini? Ni kwa nini? Sio ya zilishida. Shida fulani, si ndio? Wacha nianze mfano, ni shida gani? Financial problems. Ukiwa na shida ya pesa, mtoto amekusumbua, umempeleka na anarudi. Una nini? Hiyo ni shida. Ingine ni health concern. Uko na ugonjwa ambao haifanyi nini? Haiponi, haitibiki. Hiyo ni stress. Family problems. Unakuta saa zingine problem ya family ndio inafanya uwe na stress. Ingine divorce and separation. Umekosana na bibi yako ama umekosana na mzee ama kila mtu ako separated. Hiyo ni
Ni moja ya problem inafanya watu wafanye nini? Wapate stress. Umefutwa kazi. Ukifutwa kazi utakuwa uko na shida. Stress. Unaanza kuwa na stress. Ukiendelea watoto wako wengi kama akina mama unakuta kuna mtoto na anakuja kanisa, mtoto anapigwa. Si ndio? Tanakusumbua mpaka unaanza kuwa na stress. Sasa huyo mtoto tena anaanza kukunywa. Hii ni symptom ya stress. Si only the causes of stress. Unakuta singine kama uko na roli kubwa inafanya uwe na nini? Stress. Si ndio? Sasa wacha niongee kwa sababu ya muda, nataka kusummarize niongee juu ya effects of excess stress. Effects ya stress. Ni nini inaweza cause kwa mwili yako? Number 1, unaweza kuwa na shida ya cardiovascular diseases. Hiyo ni stress inaleta. Heart attack. Stress inaleta. Hepatitis. Stress inaleta. Brain vascular accident. Stress inaleta. Zingine skin rashes. Stress huleta. Ipo vitu mingi kama indigestion, gastric ulcers. Ulcers za matumbo, si ndio? Hiyo ni stress inaleta. Duodenum ulcers, hiyo ni stress inafanya nini? Inaleta magonjwa nyingi. Zaidi inaendelea mpaka inaleta mtu anakuwa mentally, anakuwa na memory loss. Mtu anaamini akili yake inafanya nini? Inarudi chini. Hiyo ni stress. Mpaka wengine wanakuwa wazimu. Stress hufanya mtu anakuwa wazimu. Hebu angalia mtu akiwa na stress nyingi hivi muone kama hatakuwa wazimu. Mimi nimeona wengi kama kwa barabara mtu akiwa na stress anaanza kufanya ile kitu alikuwa anafanya. Kama alikuwa askari kama kwa mfano traffic. Kama hiyo traffic hapa msijipwe kwa ubaya. Akiwa na stress kubwa, saa zingine unajua alikuwa anapata kwa mshahara mzuri na alikuwa anakula mzuri, kazi imefanya nini? Ikikatika anakuwa abnormal. Akiwa abnormal anasimama kwa barabara, anasimamisha gari. Si watu wanamuona huyu si askari? Si ndio? Wakiona si askari gari inafanya nini? Inapita na kasirika, anaandika chini. Anasimamisha. Inapita, akikasirika anafanya nini? Anaandika chini. Hiyo ni stress. Lastly, kwa sababu ya muda, hivi najua muda hauniruhusu. Nilikuwa nataka kuongea stress management. Stress management, unaweza kumanage stress yako namna gani? Utakufa tu na stress kwa sababu mtu anakusumbua. Utakufa na stress management. Wacha nifanye summary. Kitu ya kwanza, you identify ile kitu inakuletea stress. Identify. Jua ni nini inafanya uwe na nini? Stress. Ni kitu gani? Ni mtoto. Ukienda kwa mtu ako na problem ya stress, hata mkiongea na yeye dakika 5, anaanza kupotea. Huyu mtoto amenisumbua sana. Kama jana nilikuwa naongea na mtu mwingine juu ya stress kidogo tu. Ilikuwa karibu huko Sermonattes. Huyu aliniambia mtoto ndiye anamfanya arudi kichwa. Mpaka ni mgonjwa, ako na miguu inamuuma, ako na shida ya miguu kabisa serious. Lakini wakati niliongea niligundua ni stress. Kwa hivyo identify your problems. Ngine, get support from others. Ongea na watu wengine, waambie wanaweza kukusupport. Kitu kingine, get some rest. Pumzika, usifanye nini vitu zote ufikirie utafikisha. Get some rest. Eat balanced diet. Kula chakula ambayo imekuwa nini? Iko balanced. Usikae namna hiyo, kula chakula mzuri eti uko na stress sasa hata ukuli. Kitu kingine, do regular exercises. Fanya mazoezi. Hata kama wewe ni mzee, enda mazoezi kidogo. Hata nimeona hasa hapa sio wengi kama wakati wetu. Enda mazoezi. Wale wazito kabisa. Punguza mwili, unapunguza stress. Manage your stress. Karibu ku manage your stress. Manage your time. Wakati una manage your time, una manage your stress. Develop coping with that stress. Jaribu kukopa. Sio? Alafu take a break, seek professional help. Na stress yako upunguza.
mwisho achia Mungu. Ukiona stress imepanda zaidi, unasema huyu mtoto ananisumbua. Kwa hiyo tufanyie nini? Tuachie Mungu. Na Mungu